بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ama ndugu zangu wapendwa, tukiwa tupo katika mazungumzo yetu na tuliishia katika kipengele chetu kilichopita kuhusiana na swala zima la kugawa muda, na nilipendekeza kwamba hiyo ndio nukta yetu ya kuanzia katika kujirekebisha, kwa sababu tumeona kwamba kila mtu ni mas'ul, kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kila mtu ni mchungaji na kila mtu ataulizwa katika kile anachokichunga. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, ukiwa hata si baba wa familia, basi wewe bado una nafsi na nafsi yako utaulizwa kwayo. Kwa hiyo tumefikia kwamba ni lazima ili tuweze kuhama, nukta ya kwanza tuliyopendekeza ni kuanza na kugawa muda. Gawa muda. Tukiugawa muda, maana yake ni kwamba tutafanikiwa sasa katika kila muda kuwa na kitu maalumu cha kufanya, na hili maana yake ni kwamba tutafika sehemu tutaondoka kwenye mfumo usiokuwa na mpangilio. Kwa sababu gani? Kwa sababu wengi kati ya vijana wengi katika Waislamu, inafika sehemu Muislamu kwa mfano katika masaa 24, angalia udhaifu tulionao. Kwa nini nimependekeza tuanze kugawa muda? Katika masaa 24 ya siku, zile swala 5 ambazo ukizipigia mahesabu haziwezi kumaliza lisali moja la siku, mtu anaona pia anapoteza muda. Lakini kwa nini? Miongoni mwa sababu, pamoja na kwamba kuna udhaifu wa kiroho, lakini miongoni mwa sababu ni kuto kugawa muda. Kuto kugawa muda, yani kuto kugawa kwamba kuna muda wa mimi na kufanya ibada, yani mimi na Mola wangu, kuna muda maalumu nitakaokuwa natafuta riziki yangu, kisha nina muda nitakuwa niko napumzika na familia yangu. Kwa tulipendekeza hii nukta kwa sababu hii nukta, asilimia kubwa katika jamii zetu, mtu anafika sehemu haendi msikitini, haswali, lakini unamuuliza ni kwa nini, ana visababu ambavyo kwa lugha nyepesi vijana wanaita visababu visivyo na mantiki. Haviingia akilini, haviingia akilini visababu vyake. Sasa tumemaliza kwamba tunagawa muda, na tukigawa muda maana yake ni kwamba tayari katika njia zetu za uanzaji kwamba tuna masaa 8 ambayo haya masaa 8 natakiwa mimi nishughulike na mambo ya kiibada, mambo ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kusoma. Kwa nini? Kwa sababu wengi katika Waislamu, sisi vijana wengi wa Kiislamu wana dini za kusema bila ya kusoma. Wanasema tu ni mashekhe wakubwa, wakiwa maskani, vijana wenyewe wanaita hivi, wako sehemu wamekutana, kila kijana kinachomjia kichwani anataka naye aseme kwamba kiko kwenye dini. Kwa hiyo tukifanikiwa kugawa muda, maana yake ni kwamba tuna uwezo ule muda ambao tumeupanga wa ibadati, tukapata kipindi maalumu na walimu tukaanza kusoma. Na angalizo, kuna watu anasema mimi nishakuwa mtu mzima na miaka 35, 40, 45, naweza kweli nikasoma? Ndio,
unaweza ukasoma, tena unaweza ukawa zaidi ya watu wanavyojua, kwa sababu tukirejea katika sira ya watu ambao walikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, masahaba wa Mtume walisilimu wakiwa ni watu wazima na walisoma na walifikia daraja kubwa. Leo hii tunawapigia mifano. Kwa hiyo swala la mtu kuwa na umri wa kuanzia miaka 35 40 haimaanishi kwamba yeye hawezi kusoma, hawezi kujifunza. La, anaweza. Lakini miongoni mwa matatizo makubwa ambayo nimeweza kuyafanyia utafiti mdogo ni kwamba kutokugawa muda. Yani hatujapanga sisi kumpa muda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatujapanga sisi kutoa muda katika yule ambaye ametuumba. Kwa hiyo tunakuwa tuna namna ya kupuuza. Kwa hiyo tukifanikiwa kwenye hili, maana yake tutaweza katika ule muda wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweka kwamba muda huu tutautumia, ikiwa ni swala, ikiwa ni wakati wa kumtafuta mwalimu kujifundisha mambo yako ya dini, katika yale masaa 8 ambayo tuliyatenga kwamba haya ni ya kushughulika zaidi pekee na mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nukta yetu ambayo imepita tulizungumzia hili. Nukta ambayo tunaingia sasa, hii nukta ni nukta ngumu sana, lakini inatakiwa ifanyiwe kazi ili uweze kuhama kutoka sehemu uliopo uende sehemu nyingine. Unajua kwamba katika watu ambao tumewazoea katika maisha yetu, kuna watu ambao wanafanya kazi za sheitani. Yani mfano, inawezekana wewe ndugu yangu umeamua sasa, umesikiliza mashehe na ukaamua kubadilika, kurudi msikitini kuanza kuswali, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ukiendelea kuswali baada ya Ramadhani, kuna watu wanasimama na kukurudisha nyuma, nakwambia umekuwa malaika sasa hivi bwana, hatukuoni. Yani kuna sehemu zile chafu walikuwa wanakuona, wanataka wakuone tena. Hatukuoni bwana sehemu fulani, sasa hivi umegeuka shehe mkubwa, umegeuka mtu ambaye unaonekana bwana unaelekea kuwa zaidi kama mtume vile. Wanakuvunja moyo. Kwa nini? Kwa sababu wamepoteza mtu ambaye walikuwa wanashirikiana naye katika maasi. Sasa je, nini cha kufanya? Nukta yetu ya pili ni kuhama wale ambao utawagundua kwamba hawa wanakurudisha katika yale mambo ambayo wewe umeamua kuhama. Kuhama, kupunguza nao vikao. Kuhama baadhi ya mazungumzo ambayo ni ya upuuzi, yakianza wewe unaondoka. Wakati wanakuambia kwamba sasa hivi tunaona umebadilika sana, umekuwa mcha Mungu, hapa unachotakiwa kukifanya ni kwamba kwanza usiatilie maanani maneno yao, kwa sababu ulimi unaozungumza ni ulimi wa mwanadamu, lakini fikra iliyokuwepo ni fikra ya sheitani. Kwa nini? Kwa sababu wewe tayari umeshaamua kuingia msikitini na kuanza kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeamua kuacha maasi, lakini bado kuna watu katika marafiki zako wanajitahidi kukurudisha kule. Maana yake huyu fikra zake kwa sasa si kwamba anakuona wewe ni bora, isipokuwa anaona kwamba kwa yale maisha anayoishi yeye, basi anakushawishi na wewe urudi kule. Huyu ni katika shaitanul ins, ni mashaitani wa kibinadamu. Unatakiwa kupunguza naye mafungamano, unatakiwa kuanza taratibu za kumuhama. Kwa nini? Kwa sababu tambua, wapo watu tunawafanya marafiki, lakini kuna wakati itafika sehemu tutajuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini tulimfanya huyu rafiki hali ya kuwa ametupoteza na tukaacha njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Yauma ya'addu dhalimu ala yadai, kuna siku itafika mtu aliyefanya makosa atang'ata mkono wake na vidole, kwa majuto anajuta.
ya laitani lam attakhidhi fulanan khalila, ningalijua mimi nisingemfanya fulani ni kipenzi changu. Unamsikiliza rafiki yako, lakini hataki uwe ni mtu ambaye hata kuvaa kanzu ukienda msikitini kwake inampa taabu. Kwa hiyo nukta yetu ya pili, baada ya kuwa tumegawa muda, nukta yetu ya pili ni kuanza kuhama mazingira, sehemu tulizokuwa tukikaa ambazo zina mambo machafu, vile vile kuhama watu ambao watu hawa wanatushawishi sisi kurudi kwenye machafu. Kwa nini nasema hivi? Una wakati mwingine ushagawa muda, unajua kabisa kuna mtu mfano amegawa muda, baada ya swalati dhuhuri, nikisha swali swala ya dhuhuri nitakaa na mwalimu kutokea saa 7 mfano kwa maisha yetu ya Kitanzania, kutoka saa 7 mpaka saa 10 kwa wale ambao wanaachanisha swala, mpaka saa 10 nitakuwa niko nasoma kwa mwalimu, alafu saa 10 nikisha swali ala asri, sawa, hapa sasa nitatoka niende katika ratiba zingine. Kwa hiyo ametenga huu muda, ni muda maalumu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna marafiki wataanza kukushawishi ili huu muda ulioutenga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu bado uende ukautumie muda huu kwa ajili ya mambo ya kipuzi. Kwa marafiki wa namna hii ni marafiki ambao wanatakiwa wahamwe, na kuhama marafiki kunahitajia hatua. Si kwa maana ya kwamba rafiki yako utamnunia, hapana, bali ni kuanza kupunguza makutano, kuanza kuepuka vile vikao ambavyo mlikuwa mnavitumia vya kipuuzi kwa muda mrefu. Hapa utakuwa unaanza kuhama. Lau ikiwezekana kwamba katika mji uliokuwepo ni mji uliokulia mpaka hayo maisha uliopo, na kuna uwezekano wa wewe kuhama kwenda kutafuta maisha bila ya ugumu wote katika sehemu nyingine, ili uweze kuhama pia katika mambo na mrengo huu ambao tunauita ni hizbu shaitani, basi kwako ni bora zaidi, unaweza ukahama kwa namna hiyo. Kwa nini nimesema hiyo? Kwa sababu mazingira uliokulia, marafiki waliokuwa wamekuzunguka wana ushawishi mkubwa sana wa kukurudisha katika njia ambayo tayari umeamua kuondoka. Inshallah, kwa kweli ni jambo ambalo tunahitajia zaidi kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe thabati katika nyoyo zetu za kukubali kuhama na kuacha yale mambo ambayo ingawaje jamii itakuwa inayaona ni mambo mazuri na ya kawaida, lakini tukishatambua kwamba haya ni mambo yanomkera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tutayawacha na kuyahama. Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibina at-tahirin. Insha Allah tukutane katika kipindi kijacho. Mwenyezi Mungu atuhifadhi.